Sawa, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tunashukuru sana kwa sababu sote ni wazima wa afya. Tunaendelea vizuri. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipo pamoja nasi. Rehema na amani zake zinazidi kutawala kwa kila mmoja wetu. Hivyo basi, kwanza nashukuru kila anayezidi kufuatilia mafundisho. Mungu azidi kumwezesha na kumuongeza zaidi. Pale anapoona pamepungukiwa, azidi kupaongeza na muongezee maarifa na hekima ya Roho Mtakatifu. Na unaposikia, jaribu kushare, jaribu kusubscribe, hiyo itapendeza zaidi na Mungu atazidi kukubariki. Hivyo basi, kabla yote tunazidi kukula neno tu kama vile kawaida yetu. Acha tumshukuru Mungu kabla mambo yote. Bwana Yesu, tunashukuru kwa pendo lako na utukufu kutoka juu mbinguni. Tunashukuru kwa uzima wa milele, tunashukuru kwa Roho Mtakatifu, tunashukuru kwa msamaha wa dhambi. Roho, tunaomba mwenyewe uwe ndio speaker, maana wewe ndio ujuaye kufundisha na wewe ndio unayeokoa. Nashukuru kwa sababu kila naloliomba walitenda, na watakao kwenda kulisikia mioyo yao itafanywa kwa mabadiliko. Ni katika jina lako Kristo ninaomba kuamini. Amina. Sasa siku ya leo tutajifunza neno moja ambalo linasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Ninaposema sisi, nazungumza sote ambao tumo ndani ya Kristo. Haijalishi, sijazungumzia kuhusu utume, sijazungumzia kuhusu uchungaji, sijazungumzia kuhusu injilisti au manabii. Nazungumza kila anayeitwa Mkristo, Mkristo tu. Yani Mkristo kwa ujumla. Yani sisi sote tunaitwa Wakristo ni washindi na zaidi ya kushinda. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Naposema tu washindi, ina maana tunaye adui lakini ambaye tayari ameshindwa. Yani kabla hatujaamka, kabla hatujafikiria, ameshindwa. Yani tunaye adui dhaifu ambaye hana nguvu juu yetu tena. Na tunapojitangazia ushindi, ina maana tuko sawa sawa na watu ambao mmeweka mechi, alafu mnaenda kucheza na watu ambao mnajua hawa saa na dakika tutawapiga tu. Tusome kwenye kitabu cha Warumi 8:37. Warumi 8:37 nasemaje? Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti 37. Lakini katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetupenda. Yani sisi tuliomo ndani ya Kristo, yani nilisema Warumi 8:37, sisi tuliomo ndani ya Kristo, yani tu washindi kwa sababu ya yeye aliyetupenda, yani Kristo. Ushindi wetu umetokana na Kristo. Hivyo basi hatuwezi tukajidai tu washindi pasipokuwa mtu aliyetufanya tuwe washindi. Jina la Bwana libarikiwe. Maana maisha yetu yalikuwa yamedhibitiwa, lakini Kristo ametufanya sisi kuwa washindi. Hivyo basi mahali popote uliopo, unaposikia waweza ukajiita mimi ni mshindi. Waweza sema mimi naweza. Hakuna kilicho na uwezo tofauti na mimi. Hakuna nguvu yoyote iliyo na uwezo tofauti na wewe. Wewe unayosikiliza ndiye ninayezungumza naye. Wewe ni mshindi zaidi ya kushinda. Ina maana umelinganishwa na mtu ambaye ameweka mechi na mtu dhaifu, huko akijidai kwamba ni lazima na kwenda kumshinda tu, kwa sababu yule unayokwenda kucheza naye hana nguvu. Unavyomwangalia unaona hana lolote la kukushinda wewe. Ndivyo tulivyo na sisi. Tunaye adui aliye dhaifu ambaye hana nguvu juu yetu kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, fungua kitabu cha Wakolosai 2:13 hadi 15 nasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, haliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani.
akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuziaibisha hadharani, akiziongoza kwa ushindi wake wa shangwe. Huyu ni Bwana Yesu. Yaani sisi zamani tuliokuwa tuko chini ya Ibilisi, ambao tuliokuwa zamani hatuna uwezo wowote, kwa sababu Shetani mimi namuita ni mwizi, kwa sababu alikuwa ameziiba nguvu zisizokuwa za kwake, akawa yewe mshindi pahali yetu. Lakini kupitia mauti ya Kristo sisi tukawa washindi. Yaani ushindi wetu sisi ulikuja kupitia Kristo, kupitia mauti ya Bwana Yesu. Hivyo Shetani akanyakuliwa ule wizi aliyokuwa ameiba kutoka kwetu, yaani zile nguvu aliyokuwa ameziiba kutoka kwetu. Sasa ikiwa sisi tunatangaza tu washindi, ina maana kwamba yeye hana nguvu tena yoyote juu ya kila aliyeamini, kwa sababu nguvu alizokuwa ameziiba kutoka kwetu alizinyanganywa pale msalabani, kama tulivyosoma hapa kwenye Wakolosai 2:13 hadi 15, na zile nguvu zikarudishwa kwetu sisi tulioamini. Hivyo basi sisi ni washindi. Sisi ni washindi, mimi na wewe tu washindi. Yaani Ibilisi hana nguvu yoyote juu yetu tena. Mtu atakaposimama, hawa hata ni mchungaji, hawa hata ni nani, akikwambia kwamba angalisho na Shetani anaweza, hana uwezo tena juu yako. Hana nguvu alizokuwa amezichukua kwetu. Kristo alizirudisha msalabani, akaturudishia zile nguvu. Hivyo basi Shetani kwa sasa hivi hana lolote juu ya sisi tulio ndani ya Kristo. Sisi ni washindi. Yaani kabla haujaamka umemshinda Shetani. Utakapoamka mwambia kwamba nimekushinda tayari. Utakapoamka unasema nimekushinda tayari. Yaani utakapokuwa mchana umemshinda, usiku umemshinda, jioni umemshinda. Hana nguvu yoyote juu yetu kwa sababu ya kifo cha Kristo. Jina libarikiwe. Hivyo basi mimi na wewe tu washindi, tena zaidi ya kushinda. Inaposemwa tu ni washindi haijakaa vizuri. Inaposemwa kwa tena zaidi ya kushinda, yani tuko zaidi ya kile kinachoitwa ushindi. Ni sawasawa na Kristo, yeye ni zaidi ya mwanzo, yani alikuwepo kabla ya mwanzo. Hivyo basi kupitia yeye Kristo sisi ni washindi. Tuko washindi. Si kwamba tutapambana naye, ameshashindwa. Si kwamba labda anaweza akatuweza kidogo, ameshashindwa. Yani hana nguvu tena yoyote juu yetu. Hana nguvu yoyote juu ya kila aliyeamini. Hapana. Unapolala, unapolamka, ameshindwa. Kwenye Yohana wa kwanza 3, sasa tuangalie hicho kitabu kinasemaje. Yohana wa kwanza 3:1 inasema hivi: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Kwa kuwa haukumtambua yeye. Hivyo basi, yani maisha yetu sisi tuliokoka, Shetani hana access ya kuweza kututambua. Ikiwa anazo njia za kutaka kutuua au za kutupotosha, hana huo uwezo tena, kwa sababu tayari tumo ndani ya Kristo. Yani kupitia Kristo, alipokuja duniani Kristo, hawakuweza kumtambua kuwa ni Mungu, kama ilivyo baadhi ya Wakristo mpaka sasa hawatambui kama Kristo ni Mungu. Hawawezi kumtambua. Na wangemtambua ikiwa yeye ni Mungu, ina maana Kristo asingeuawa. Hawakuweza kumtambua. Hawakuweza mpaka akafika akauawa. Na wangeweza kumtambua, atungepata wokovu mimi na wewe, kwa sababu angesikia woga wa kumuua. Sasa Biblia inatuambia kwamba kwa sababu hawakuweza kumtambua Kristo, vivyo hivyo na kwetu ndivyo ilivyo. Walio wa giza hawana access yote ya kuweza kututambua sisi tulio ndani ya Kristo, kwa sababu tayari zile nguvu alizokuwa nazo kutuingilia katika sehemu zilizokuwa zimevichwa ndani ya maisha yetu hawana tena, kwa sababu tumevikwa naye Kristo.
Yani hawana uwezo juu ya kuchukua na kuchunguza maisha yetu. Hawana hiyo access ya kutukontrol wanavyopenda. Hawana hiyo access, kwa sababu Yesu Kristo amesha zivunja nguvu zao msalabani. Mimi na wewe ni washindi zaidi ya kushinda, tu washindi zaidi ya kushinda. Mimi na wewe tulioamini tu washindi zaidi ya kushinda, tu washindi zaidi ya kushinda. Kwa sababu kwanza, yani wale waliokuwa, yani wale wanaojiita maadui zetu hawana access ya kuweza hata kututambua tunapoishi, wakati wameingia rohoni kututafuta. Ndio pale unasikia mtu anakutafuta lakini hajui hata unapoishi. Ni kwa sababu umevikwa na Kristo. Yani hana access ya kuweza kukutafuta mahali unapoishi, kwa sababu ni wakati wa Kristo kukuvika wewe, na yote hayo aliyamaliza akiwa msalabani. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Unapokuwa umelala, nimekuambia useme umeshinda. Sio unaenda mapambanoni, au pambani na mtu. Shetani hana uwezo wa kupambana na sisi tena. Ameshashindwa. Ameshashindwa. Hana uwezo wa kupambana na mtu aliyeokoka. Ameshashindwa. Kwa thibitisho zaidi, letu ni chache, sio ndefu zaidi. Ni vizuri sana kufuatilia maneno ya Mungu ili uzidi kusikia imani likutengeneze. Yani neno likufanye kama vile haki yako ilivyo ndani ya Kristo. Tusikie Paulo alivyozungumza kwa Waefeso, alivyozungumza na watu wa Efeso. Waefeso 1:16 inazungumzaje? Acha tuangalie. Inasema hivi: siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Paulo huyo, nikiwakumbuka katika sala zangu. 17, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, kumjua Kristo. Maana tutakapokuwa tumemjua Kristo, itatusababisha sisi kuto kufanyeje? Kuto kusema yale yaliyo kinyume na sisi na haki yetu, yale yaliyo kinyume na ushindi wetu. 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Sisi tuliookoka tujue ukamilifu wa Kristo alioutenda jinsi ulivyo ndani yetu. Na ubora wa ukuu wa uweza wake. 20, aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Mungu alivyotenda katika Kristo alivyomfufua katika wafu. Alifanyeje? Akamweka katika mkono wa kuume wake wa kulia katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho akamweka Kristo katika mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, mimi na wewe, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Hivyo basi, Kristo alipofufuka kutoka wafu, alikwenda akakaa katika mkono wa kuume wa Baba. Na Kristo alipokwenda mbinguni, aliwekwa juu ya falme zote. Juu ya falme zote, juu ya mamlaka yote, juu ya nguvu zote, juu yani ya kila jambo, juu ya majina yote. Yani alipandishwa juu ya vitu vyote yeye Kristo. Akawa yani ili sisi, mimi na wewe, yani alifanya hivyo kwa sababu mimi na wewe tuwe juu zaidi. Yani yeye akawa juu ya falme zote ambaye ni Baba. Yani katika majina yote, hata awe mfalme wa namna gani,
aitwe rais wa namna gani, hana jina lililo bora kuliko jina la Kristo. Hawe mtu aliye na nguvu za namna gani, hana nguvu zilizo bora kuliko nguvu zake Kristo. Akapandishwa mamlaka yoyote yale ya kigiza, hakuna mamlaka iliyo juu ya yeye Kristo. Maana alipandishwa juu sana katika ulimwengu wa roho. Tukizungumza katika ulimwengu wa roho, yani katika vitu visivyoonekana, yani alipandishwa uko, akawa juu ya vyote, yani ulimwengu zote za kimashetani, ulimwengu zote za kila namna gani, Kristo akapandishwa akawa juu ya yote, juu ya majina yote, juu ya falme zote. Ina maana hakuna jina lolote lililo juu ya jina la Kristo. Na ndio maana ukiwa katika maisha, ukiwa katika shida yote, ukitaka tu jina la Yesu, mapepo yanafanyeje? Yanaondoka, giza inaondoka, kwa sababu umelitaja jina lililo kuu ya majina yao. Kwa sababu unapolitaja lile jina, wao huwa wanatetemeka, kwa sababu wanaona umetaja jina lililo nguvu zaidi. Maana ndani ya lile jina mna nguvu ya ajabu, na ndani ya lile jina mna mamlaka, na katika mamlaka ukizungumza tu lazima yatendeke. Maana Kristo amekuwa juu ya yote, amekuwa juu ya mamlaka yote, amekuwa juu ya authority. Tukisema authority, yani uongozi wa kibabe, wa kidikteta, yani yeye iko juu ya huo pia. Iko juu ya ufalme wowote. Yani ukijiita mfalme wa giza, wewe ndiye mkuu wa mashetani, na mashetani yeye iko juu yako. Maana iko juu ya shetani mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye kondiktere wa mashetani. Sasa yeye Kristo iko juu ya mashetani yote, iko juu ya shetani mwenyewe, yani iko juu ya mambo yote. Kristo alipofufuka akapandishwa huko juu sana katika ulimwengu wa kiroho. Sasa kibora zaidi, aidha ubora zaidi, usikie jinsi anavyozungumza kwenye hiyo Waefeso 2:1. Anasemaje? Nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, sisi, mimi na wewe, ambazo mliziendea dhamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, Ibilisi huo. Yani mimi na wewe tulikuwa tumemfuata zamani. Tuone sasa ubora wa Kristo aliyoufanya ndani mwetu, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika hayo yao, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira, huruma sana, kama wengineo wote. Lakini sikia mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo. Yaani alitufufua pamoja na Kristo. Ukiangalia kwenye mstari wa kwanza ule tuliosoma wa Efeso 1:6-26, na kusema kwamba Yesu amefufuka alipofufuka katika ufufuo. Sasa na sisi wakati Kristo alipofufuka, alitufanya hai pamoja nasi naye, yani alitufufua pamoja naye wakati alipofufuka. Akafanyeje? Tuangalie, tulikuwa kwenye mstari, yani tulisema alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Tunafikiri kwenye mstari wa kwanza tulisema Yesu alipofufuka alikwenda katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ulimwengu zozote zile, yani alikwenda juu sana. Hivyo basi alipofufuka yeye Kristo alipanda na sisi sote pamoja katika ulimwengu wa roho juu sana. Yani mimi na wewe ambao tumeokoka tuko juu ya falme zote. Yani Baba alipofufuka aliona awezi akaondoka peke yake, akakwenda na mwanaye ambaye ni mimi na wewe.
tukakwenda na yeye Kristo. Hivyo basi na sisi tuko juu ya falme zote za giza, tuko juu ya mamlaka yote ya giza, tuko juu ya nguvu zote za giza, tuko juu ya majina yote ya giza. Yaani hakuna mtu aliye wa giza wowote yule aliye na uwezo wa kumroga mtu aliyeokoka. Hapana, hayupo. Kwa sababu mimi na wewe, Kristo alipofufuka tulipanda pamoja na yeye Kristo, tukaketi pamoja na yeye Kristo. Tuko hapa, lakini katika ngazi za kiroho, katika ulimwengu wa kiroho tu pamoja na Baba. Hivyo basi hakuna yeyote aliye na uwezo juu yetu tuliomo ndani ya Kristo. Sisi ni washindi kwa sababu ushindi wetu Kristo ndiye aliyetupa nao. Na ikiwa ni Kristo aliyetupa, nani mwingine aliye na uwezo wa kuja kupokonya? Hayupo katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Hayupo na hatawahi kutokea. Sasa nini naosababisha Wakristo ambao tuna ushindi wa namna hii na kuonekana kama vile hatuko washindi? Nini nao tusababisha tu hivyo? Jambo la kwanza linalotusababisha sisi ambao ni washindi na kuonekana kuwa dhaifu, cha kwanza ni hofu. Ni hofu. Tuna hofu. Yaani tunayo haki na tunao uwezo na tunazo nguvu na tunayo mamlaka na tunalo jina ambalo ni jina la Kristo, ambalo lilitufanya na sisi kuwa juu ya mamlaka yote na kuwa juu ya nguvu zote na kuwa juu za falme zote. Sasa sisi tumejiweka kuwa dhaifu wenyewe kwa sababu ya hofu. Ukiangalia kwenye kitabu cha Hesabu 13:17 hadi 20, utaona pale wakati Musa alipopeleka wapelelezi katika nchi wa Kanaani, wala wapelelezi waliporudi, walio wengi walishindwa kusema ukweli. Yani walisikia hofu, walikuwa na hofu, ikawasababisha kuingia hatarini. Waliofu wale watu waliowakuta kule, wakaja wakamwambia Musa ya kwamba wale watu tuliowakuta kule, tumekuta watu ni warefu ajabu, hatutawezana nao. Yani walikuja na jambo la kukata tamaa kwa sababu ya hofu, yani uoga. Wakaja na jambo la kukata tamaa, walikuwa wamekata tamaa kwa sababu ya nini? Ya hofu. Lakini kulikuja wawili peke yake ambao hawakuogopa, walijua matendo ya Mungu, walijua uwezo wa Mungu, walijua ushindi ambao waliupokea kutoka Misri. Wao walikuwa tayari Mungu amewatetea kuanza Misri, lakini ambao walitetewa na Mungu kuanza Misri wakaingiwa tena na hofu, wakaona wale watu ambao wamewakuta kule katika nchi ya Kanaani ya kwamba labda ni wakuu, na kwamba labda wana uwezo kumshinda yeye Mungu aliyewatoa katika Misri mikononi mwa Farao. Yani hofu iliwasababisha kuingia hatarini. Watu wengi waliotumwa katika zile kabila ambazo zilichaguliwa, baadhi ya vichwa vilivyochaguliwa katika zile kabila kwenda kupeleleza ile nchi, baadhi waliotoka kule, walio wengi walifanyeje? Walikuja na hofu. Lakini Caleb na Joshua walisimama wakasema kwamba tutafanyeje? Tutashinda na tutapita pale vizuri sana. Na Mungu akasema Kalebu na Samuel watafanyeje? Na Kalebu na Joshua watafanyeje? Wataingia. Sasa hivyo basi, mimi na wewe tayari tumekuwa washindi, lakini ushindi wetu tunaukataa kwa sababu ya hofu. Ukienda kuisoma hiyo Hesabu 13:17 hadi 20 utaiona hiyo. Ukiipenda zaidi waweza ukafika hata 31. Yaani hofu ndio inatusababisha tunaonekana kama vile ni dhaifu, na sisi sio dhaifu, na tayari tumeshashinda. Hivyo basi, ndani ya maisha yako kama vile Mkristo, itetee haki yako na ujione wewe umeweza. Usijione kama vile uko chini ya mamlaka ya kigiza au uko chini ya mamlaka yoyote. Wewe sio mtu ambao uko chini ya giza. Wewe ni mtu ambao uko juu ya mamlaka ya kigiza. Uondoe hofu ndani ya maisha yako kama vile Mkristo. Uondoe hofu ndani ya maisha yako ya Ukristo. Na ndio maana Paulo alisema tujue wito wetu ndani ya Kristo jinsi ulivyo. Kwa sababu mahali tumefika tumeujua, hatutazungumza maneno tunayoyatoa ndani ya vino ya kujionesha sisi hatuna uwezo.
sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Mimi na wewe ni washindi zaidi ya kushinda kupitia Kristo. Mimi na wewe tu zaidi ya mamlaka yote. Mimi na wewe tu zaidi ya falme zote. Mimi na wewe tu zaidi ya uongozi wowote wa kibabe, kwa sababu tumo ndani ya Kristo, tumevikwa naye Kristo. Alipofufuka, alifufuka pamoja nasi na ametukestisha katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ulimwengu wowote wa roho. Hivyo basi, ulalapo wa mkapo useme ya kwamba mimi ni mshindi. Nina uhakika ushindi wako lazima uone kuanza leo. Utauona ushindi wako jinsi ulivyo. Usijione wewe ni dhaifu hata siku moja. Usijione wewe hauwezi hata siku moja. Muangalie Kristo jinsi alivyokupandisha, jinsi alivyokuonesha kwako, na hakuna nguvu za giza zozote na hakuna jambo lolote laweza kukupata wewe uliomo ndani ya Kristo, kwa sababu ikiwa wakuweza kumtambua Kristo, hawataweza kukutambua na wewe, kwa sababu yeye ndiye baba yetu. Ametuvika, tumevikwa naye, tumefunikwa naye. Hiyo maisha yetu yote yamo ndani yake. Nina uhakika unaposikia kwanza sasa unaanza jitambua ikiwa wewe ni mshindi. Na Bwana akubariki. Amina.